akamwambia una nini ndani? Yule mwanamke akasema sina kitu ila chupa ya mafuta. Wamebaki kidogo. Elisha akamwambia hapo chanzo cha muujiza kipo. Akamwambia lete vyombo vyako vyote. Akamwambia jaza mafuta hayo kwenye vyombo vyote. Apanga ndani yalivyoisha. Akamwambia kachukue na ya jirani. Akajaza chombo cha kwanza, kajaza chombo cha pili, kajaza yale ya kwanza, kajaza ya pili, kajaza ya tatu, anamaliza kujaza chombo cha mwisho, ndio mafuta yanakata. Mungu alianzia wapi? Kwenye jambo dogo. Ndio maana anasema kila ulichonacho kitakapoongezeka. Kanuni ya Mungu, chochote ulichonacho lazima kiongezeke. Haleluya. Chochote ulichonacho ikiwepo imani lazima iongezeke. Bwana asifiwe. Amina. Kwa muulize mwenzako, una chochote cha kuanzia mwaka huu yani viongezeke? Una fedha ni kweli, una dhahabu kweli, una mifugo ndio, lakini chochote una pia. Sasa unafuata bali utamkumbuka Bwana Mungu wako katika kila hatua unayopiga. Maana ndiye akupae nguvu za kupata. Sio kama mnanielewa vizuri. Hivi mnajua kuna watu wamekuwa matajiri hata bila kuhangaikia huo utajiri. Mnajua nye? Kuna watu hawajaroga lakini wamejikuta tu kwenye mirija ya utajiri. Basi. Kuna watu tayari wazazi walishawatengenezea kesho yao. Wewe unawaiga tu. Baadaye unamkuta mwenzako anashuka kwenye Verosa. Na kukuta wewe haji 200. Kumbe ulikuwa unamwiga kwenye ujinga tu, hujui mwenzako ashatengenezewa njia. Safari hii sisi hatuna aliyetutengenezea njia na Mungu anaenda kututengenezea njia sasa hivi. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Yupo mtengeneza njia. Nani ashawahi kuota na maburungutu ya hela? Mpaka akachukia alipoamshwa. Wewe bwana mapema hii. Unaambia wewe bwana saa 2 hata kaa saa 2 mapema bwana. Kumbe anaumia ndoto yake aliyoiota. Nani ashawahi kuota ana hela nyingi hapo ameamka hana na hela ya chai pia? yani vinaenda tofauti na alichokiota. Nani? Kumbe hatuishi tu kuota. Tunapaswa kutendea kazi hivyo vitu vije. Soma kitabu cha Mithali. Sura ya 10 mstari wa 22. Ukiwa na baraka ya Mungu tu mambo yanaanza kunyooka yenyewe. Baraka za Mungu utajirisha. Unanielewa? Kwa hivyo kama ingekuwa Mungu atataka tuwe maskini ndio tuingie mbinguni kama hili somo tulilosoma hapa, basi hizi ahadi zote za kwamba kuna nguvu ya kuwa matajiri isingekuja. Kwa hiyo Mungu angetaka tu tuwe maskini moja kwa moja. Mungu asingemtuma Malkia wa Sheba kwenda kumpa Suleiman pesa za utajiri mwingi kuliko matajiri wote waliokuwepo zama zile. Sio kama mnanielewa? Mungu asingesema anataka niongeze kila ulichonacho. Mungu asingesema ujenge nyumba nzuri na kukaa ndani yake kama anataka uondoke ukiwa maskini tu. Au baraka za Mungu zinafanya nini? Kwa hiyo hatuwezi kubaki kama tulivyo kama kweli tuna baraka za Mungu. Sasa shida tunaweza kuwa na mafundisho potofu ama tukawa na tafsiri mbovu kutokana na kitu hiki kinaitwa lema ama logos. Logos ama lema. Logos ni mkusanyiko wa maandiko. Nanielewa? Ila sasa kuchukua lile andiko liwe na pumzi ya Mungu ya kutenda kazi inaitwa lema. Mnanielewa? Logos ni chochote kilichoandikwa. Na logos haina nguvu ya kubadilisha maisha yako. Kwa sababu yale maneno yanaweza yakanukuliwa na yoyote. Unanielewa? Ndio maana niliwahi kuwaambia baada ya kumjua Mungu upaswi kulala na Biblia kichwani eti ili usirogwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Amina. Ndio maana kitabu cha Mathayo 4:4. Soma Mathayo sura ya kwanza. Ni Mathayo 4 kuanzia mstari wa kwanza. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani
ili ajaribiwe na Ibilisi. Twende mstari unaofuata. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Ndio? Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Wewe si mwana wa Mungu? Na mwana wa Mungu ashindwi kitu, si ndio? Amuru basi, amua. Unakaaje na njaa? Si ule mikate, badilisha mawe kwa mikate ule. Yesu akasemaje? Naye akajibu akasema, mtu hatoishi kwa mkate tu. Imeandikwa. Mnaelewa Imeandikwa. Hayo maandiko ndio yanaitwa logos, na hayo hayabadilishi kitu kwenye maisha ya mtu. Imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate ila kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Twende mstari unaofuata. Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, mnalani juu, kama kwa daenjo pale kwenye mnara juu. Sasa pale, sawa? Akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa. Safari hii anayesema imeandikwa ni nani? Soma vizuri. Safari hii anayesema imeandikwa ni nani? Sio Yesu. Mnajua Shetani alikuwa kerubi afunikae, anayajua maandiko kuliko wewe unavyojua. Na nielewa vizuri Akamwambia, okay, kama unasema mwanadamu hataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu, kwa kuwa imeandikwa, basi akamchukua akampeleka mpaka Yerusalemu, akampandisha mpaka kwenye kinara cha hekalu juu, akaambiwa, sasa jitupe. Si unapata maandiko? Maana imeandikwa, atakuagizia malaika ili usifike chini, watakudaka na miguu yako isijikwae katika jiwe. Anayesema imeandikwa sasa hivi ni nani? Kama ingekuwa Shetani linamuunguza hilo andiko, asingelitumia hivyo vitu. Vinaitwa logos. Twende mstari unaofuata. Atakuagizia malaika zake na mikononi mwao watakuchukua. Usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Ndio? Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Yesu akasema, Bwana, imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Wanaendelea kushindana tu na Shetani. Huyu anasema imeandikwa, huyu imeandikwa. Twende. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno. Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno. Hivi sijui kama mnaelewa. Yesu amechukuliwa, amepelekwa nyikani. Kule nyikani Biblia inasema Shetani akamchukua akampeleka mpaka Yerusalemu, katikati ya mji. Wameendaje huko? Baadaye anampandisha mpaka kwenye kinara cha hekalu. Kwani walikuwa wapi? Sasa hivi amemchukua, amemrudisha tena nyikani kwenye mlima mrefu. Bwana asifiwe. Biblia inasema Yesu alichukuliwa na Roho nyikani, kapelekwa nyikani. Si ndio mstari wa kwanza unaposema? Si mnasoma hapo wote? Alafu baadaye wanasema akamchukua akampeleka Yerusalemu, kanisani, kwenye mji mkuu juu, kampandisha. Wameendaje tena kanisani mjini kule? Haya, kamshinda kule, amemchukua amemrudisha nyikani kwenye mlima mrefu. Wanahamaje hivi? Mwambie mwenzako, hii vita ilikuwa kwenye ulimwengu wa roho. Haikuwa kwenye ulimwengu wa mwili. Ndio maana unaweza ukachukuliwa ukawa kanisani hapa, ila kwenye ulimwengu wa roho ushachukuliwa na babu yako. Haupo. Ulimwengu wa roho vitu vinafanya kazi tofauti na ulimwengu wa mwili. Yesu alipelekwa na Roho nyikani kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa mwili alikuwa pale pale alipokuwepo. Kwani Biblia si inasema kisha Roho wa Bwana akanichukua akanipeleka mpaka mji mtakatifu? Ezekia yuko hapo hapo, lakini Biblia inasema kwenye ulimwengu wa roho amepelekwa, akaona mifupa nayo ilikuwa mikavu sana. Yuko pale pale, ila kwenye ulimwengu wa roho anafanya kazi. Basi vile vile tutafanya kazi hizo pia. Mungu akituambia kuna pesa zetu zimebaki sehemu, tutabaki hapa, ila kwenye ulimwengu wa roho tutaenda kukusanya mapato yetu kwa jina la Yesu. Haleluya. Kuna watu ndio wanapenda mafundisho haya. Nasikia sema baba sema. Haleluya. Sio kama mnanielewa. Yesu mwishoni, baada ya kuona ishu mbona zimekuwa nyingi, kamwambiaje? Nenda. Kwa nini asingemfukuza tangu mwanzo? Kwa sababu ameona anasema imeandikwa, haendi.
Mpo? Kuna muda shetani usimwambie imeandikwa, mwambie toka, kwa sababu imeandikwa. Ni kweli imeandikwa. Je, wewe unaamini kwa kilichoandikwa? Ndio shughuli ya msingi. Si imeandikwa utakuwa kichwa, wewe ni kichwa. Imeandikwa utakuwa juu, wewe sasa hivi uko wapi? Imeandikwa utakuwa tajiri, si ndio? Wewe sasa hivi uko wapi? Imeandikwa utakuwa na nyumba yako nzuri. Uliza mwenzako sasa hivi iko wapi? Issue sio imeandikwa, issue ni kwamba unaishi maisha gani wewe, sio tu imeandikwa. Sasa sikiliza, logos ndio hayo maandiko, ila rema ni pumzi ya Mungu. Yaani ni neno, ni kama andiko lenye pumzi ya Mungu kabisa. Kwa hiyo lenyewe linafanya kazi bila kutegemea nini kimeandikwa. Unanielewa? Unanielewa? Ndio vile mtu anakuambia, yaani nilivyosoma lile andiko lile, yaani kuna kitu kama kimeingia ndani, yaani mpaka mwili ukasisimka. Lile neno lilikuwa na nguvu ya Mungu ndani yake. Ndio maana niliwaambia kuchukua Biblia na kumuonyeshea mchawi shindwa ni utoto. Kwa sababu yale ni maandiko tu. Ndio maana mtu anaweza akachukua Biblia hii akaichana kama ulikuwa hujui. Na ikisitokee chochote. Kwa sababu haya ni maandiko. Mnanielewa vizuri? Mpaka atokee mtu wa kuweza kuamsha yale yaliyoandikwa, yavuviwe nguvu ya Roho Mtakatifu, ndio yanaanza kutokea kwenye maisha yako. Sasa hamna chochote ambacho Mungu amekuahidi kitatimia kwa kutumia maandiko tu peke yake. Usimuhusishe Roho Mtakatifu kuleta nguvu. Neno la Mungu linahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu lianze kufanya kazi kama lilivyoahidi. Kama hauna nguvu ya kufanya kazi, linabaki logos, linabaki andiko. Ndio maana imeandikwa, shauku yangu ni kwenu nyie ndugu zangu, maana naona mna bidii lakini sio katika maarifa. Sasa je, wewe unanukuu maandiko au ukishajua andiko unavuvia nguvu ya Roho Mtakatifu ili litende kazi? Ndio maana Biblia yote ukisoma hautakutana na kitu kinasema andiko likanijia kusema. Anasema neno likanijia kusema. Neno la Mungu lenye pumzi ya Mungu ndio linaitwa rema. Soma kitabu cha Timotheo. Nafikiri soma Timotheo wa pili 3:19. Kwa 3:16 tamshamani. Kila andiko na lisibaki tu kwenye logos, liwe na pumzi ya Mungu. Haya ndio watu wafundishwe, sio kila andiko. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Kwa tafsiri ya neno hili, maana kuna mengine maandiko hayana pumzi ya Mungu. Ndio maana amekwambia chunguza kila andiko lenye pumzi ya Mungu ndio wafundishe. Maana yake kila andiko ambalo Mungu anasema ye mwenyewe ndio wafundishe watu. Ahadi zote ambazo unaziona kwenye maandiko hazitimii mpaka uchukue hizo ahadi, umwambie Roho Mtakatifu avuvie hayo maandiko yawe na roho. Ndio maana imebaki tu utakuwa kichwa. Usipofanya chochote linabaki hivyo, utakuwa kichwa. Ukiendelea tu kunukuu bila kufanya kitu, utakuwa kichwa ujue. Oho, umri unazidi kwenda. Shule unamaliza utakuwa kichwa. Basi pengine utakuwa kiongozi wa mtaa, haui. Hata mjumbe haui. Na ukienda kurudia utakuwa kichwa. Bwana asifiwe. Tunaenda kuchukua kila ahadi zetu, tunavuvia nguvu ya Mungu. Alafu vitu vinakuja, vitu vinatembea. Haleluya. Yote yanatokea. Nyie nawaambia, tuvumiliane. Msiniite mshirikina. Kuna kitu kinakuja hapa. Takimbiana. Ushawahi kuona Mungu anafanya mambo mpaka unamwambia Mungu too much. Hii imezidi. Haleluya. Kumbe ndio uko hivi bwana. Biblia inasema onjeni muone ya kuwa Bwana ni. Mwambie mwenzako huwezi kuona wema wa Mungu mpaka umuonje. Haleluya. Onja. Onja. Sasa huwezi kuonja kama upiki. Si ndio? Wapishi ndio wanajua ladha ya chakula. Ndio maana akiona kazidisha chumvi anakuja anakuambia nipe maji nyekuleni mimi nitakula baadaye. Kumbe anajua kabisa hapa kisanga. Chumvi nyingi. Sijisikii vizuri. Mkimaliza kula mtanipigia simu. Wewe tukupigia simu chumbani hapa. Kumbe chumvi. Onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema. Mwambie mwenzako huwezi kujua wema wa Mungu mpaka umuonje. Haya, mwambie sasa akueleze namna ya kumuonja Mungu ili tuone mambo yanaendaje hapa.
Haleluya. Sijui kama mnanielewa. Yaani Biblia iko wazi tu. Biblia iko wazi tu. Ndio maana mimi nikipitia magumu sisemi mimi kama Ayubu wewe. Biblia imekuruhusu kujilinganisha na Yesu tu kama mfano bora kuwahi kutokea. Sawa? Kwa sababu ukijilinganisha na mtu yoyote Agano la Kale tofauti na Yesu, maana yake unajirudisha Misri bila kujua. Wale walionekana wote wanakosea, ndio maana alikuja mwamba. Haleluya! Haleluya! Alipaza sauti yake akasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo. Maana nini? Nitawapumzisha. Alafu kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Anasema njoni kwangu mjifunze kwangu. Kuanzia hapo mimi ndo mfano. Haleluya. Haleluya. Ukijifunza kwa yoyote mwingine hana ahadi. Yesu ndo ana ahadi, jifunze kwake. Sawa? Eti ili ufike mbali unamtazama nani? Lazima kutazama mtu. Haleluya. Ukitaka ufike mbali wanasema waangalie waliofanikiwa. Hata uliza na siri za mafanikio yao, acha ujinga. Hapo waambie nawaapiza, mniambie ukweli. Haki ya Mungu, niambie ukweli. Kuna mtu atakwambia nafuga vizuri. Haya. Hawa ndio wakuangalia. Yupo mwanaume ukimwangalia unafika kote salama. Nikamwambia yule kaka, Mungu anaweza kufanya. Nikamwambia tunaomba sasa hivi. Alafu nenda kapime kesho kutwa. Alafu ukienda kupima una. Alafu tukuze Mungu kwa uzima. Haleluya. Kama nimewaambia tusikimbiane hapa. Yaani tunakoenda tusikimbiane. Bwana asifiwe. Weka mkao wa kula. Yesu anakuja kutokea wazi wazi kwenye maisha yako. Wazi wazi. Bwana asifiwe. Hivi ndio namna ambavyo mimi niitwa. Kwa sababu mimi bila kumuona Mungu sisikii raha. Sasa wewe unaishije kwa mangamanga? Biblia inasema eti mtafute Mungu ingawa niko kupapasa papasa. Atupapasa. Kuna baadhi ya vitu kwenye Biblia viruke. Eti mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, nazo zimejaa taabu. Umesema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke mimi ni kiumbe kipya. Haleluya. Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani. Amekuwa kiumbe ya kale tazama amekuwa. Haleluya. Siko miongoni mwao. Haupo miongoni mwao. Biblia inasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa sio kwa baba na mama, sio kwa wazazi, sio kwa damu, sio kwa mapenzi ya mtu. Sijazaliwa hivyo. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa tunavyoongelea namna ya kufanikiwa haihusiani na jamii yenu kama iliwahi kufanikiwa ama sivyo, kwa sababu sio wa huko tena. Sio kama mnanipata vizuri. Watumishi wenye huduma, mnaojua mmebeba huduma, acheni mapokeo kwenye huduma zenu. Tafuteni Mungu aonekane. Haleluya.